Taja jina lako. Kwa majina naitwa Abdulrahmani Ismail Asumani. Na kesi ya mauaji, nilibambikizwa kesi ya mauaji. Mimi ni mkazi wa Lumumba hapa mjini Mwanza. Mzee, ni kwamba mimi nitaongea kwanza shida ya jumuiya ya ujumla kwa hawa mahabusu wote kulingana na jinsi nimekaa huko muda mrefu na miaka 8 huko mzee. Lakini afadhali leo umekuja ili tukuambie mambo yanayoendelea katika hii mahakama kanda ya Mwanza hapa, hususan polisi na mahakama. Sasa hivi mzee, juzi tu wametoka wageni, waheshimiwa mahakimu. Umetoka kuongea nao kuhusiana na kesi zilizokaa muda mrefu. Na wewe unapiga sana kelele kuhusiana na hili swala kwamba kuna watu wanakaa muda mrefu magerezani pasipo sababu za msingi. Lakini mzee, ile mahakama pale imegeuka stendi ya mabasi. Yaani askari hawana point za kukaa, ina maana wanashinda mahakamani. Wanategemea watu hao wanaoachiwa wanawakamata tena. Wanaenda kuwafungulia mashtaka, wanawabadilisha, wanawapeleka kwa waheshimiwa wengine. Lakini hilo swala lilikuwa ni katika namna ya kutengeneza jinsi ya kupata rushwa. Lakini hilo swala tumeliongelea na wale mahakimu wakawa wanalifuatilia hili jambo. Na juzi hapa kuna watu wamekatana wembe pale. Hakimu kaachia mtu, askari anamvizia kwenye korido, anamkamata. Yule mtu kampiga wembe yule askari. Matokeo yake pale mahakamani imekuwa kama vile sehemu sio ya amani. Yaani haijulikani mheshimiwa nani, askari nani. Hamna mpaka wa pale. Haya, asante sana. Kingine mzee. Mahakama Kuu mzee, sijamaliza. Haya mzee hapa. Haya mzee hapa azungumze. Tumsemee mzee kidogo, ana matatizo. Yuko gerezani miaka 40 mkuu. Rais wetu mkuu ni kwamba huyu mzee sasa ana miaka 40, kifungo cha maisha, imeshindikana rufaa yake kukatwa kwa sababu ya kuwa lile jalada lake limepotea mahakamani. Mpaka sasa hivi alionekani. Miaka 40 toka 79 yumo gerezani. Tunaomba mheshimiwa rais angalau katika msururu wa watu uliowasamehe na huyu mzee umwangalie. Sasa hivi anakwenda uzeeni na kwenda kumalizika akiwa hajakata rufaa. Hebu mpe nani aongee kwanza. Hebu jaribu kujisemea kidogo mzee Mataruma. Muita Mataruma. Zungumza kidogo mzee wangu. Wewe nyamaza bana, ataongea. Mbona alikuwa anayasikia uliokuwa unayazungumza? Zungumza mzee Mataruma. Kosa la mauaji, kosa la kumuua mke wangu kwa bahati mbaya. Sasa mimi niko hapa. Hata kuongea na shida. Wewe zungumza, usipoongea basi atakusikiliza nani? Wewe ongea. Nimekaa gerezani miaka mingi tatu. Umekaa miaka mingapi? Miaka 40. Miaka 40. Ndio. Ndio. Sasa njia ya kupitia sisi hamna. Naomba msaada wako. Iwezekana niachiwe. Maana nimekaa muda mrefu sana. Una miaka mingapi? Miaka 40. Wewe una miaka mingapi ya umri wako? Mimi sijui kwanza. Miaka mingi tatu. Haya, ulimuulia wapi mke wako? Nyumbani kwangu. Wapi? Kinesi. Kinesi kule Ukerewe. Kinesi kabisa Mara. Sasa ukiachiwa si utakwenda utaoa tena, utamuoa mwingine. Sina lolote la kufanya batata. Mimi niko humu gerezani, tabia yangu ni nzuri tu. Hata sigombani na wenzangu. Kama nitaachiwa nitakwenda kuishi vizuri tu. Haya. Na wewe kwa nini uko hapa na mafaili? Mkuu, mheshimiwa rais, mimi nina kesi ya kujamiana lakini na miaka 18 sasa hivi gerezani. Una kesi ya kujamiana ya namna gani? Kesi ya kubaka, lakini sasa hivi nina rufaa, nimemaliza rufaa zote. Ila sasa hivi niko katika. Kwa hiyo ulibaka? Ni kesi nimepewa. Sasa lazima niiseme hivyo kwa sababu nimepewa. Mimi nataka uzungumze kweli. Unajua nimekuja hapa. Mzee, ukienda kuliangalia mkuu wetu rais wa nchi. Kwa hiyo wewe ukienda kuliangalia lile jalada taratibu. Uko humu kwa sababu ulihukumiwa kwa sababu ya kubaka. Kulikuwa na ugomvi wa mamlaka, nilipewa cheo ambacho kilikuwa kinaviziwa na watu. Ulipewa cheo gani? Nilipewa cheo cha kuwa katibu wa mkoa wa BAKWATA wa Tabora. Sasa wakati ule nimekuja kuchukua familia yangu hapa, kumbe hicho cheo kilikuwa kinatafutwa na watu wengi. Nikawekewa binti wa miaka 16 kwamba nimembaka. Sasa hiyo kesi imeendeshwa ngazi zote kwa sababu walijipanga wale maadui. Ikafikia mahala hiyo kesi ikahukumiwa kwenye mahakama ya wilaya, nikafungwa, na mahakama ya kuu nikaendelezwa, na mahakama ya Kisii ikaendelezwa. Lakini sasa hivi niko kwenye mahakama ya Afrika ambayo imeniambia kwamba kesi yako ina mashiko. Kwa hiyo ngoja tuitolee uamuzi. Kwa hiyo natarajia